Peter Shasha Shalulile, moja kati ya usajili ambao umetikisa nchi haswa kutoka pale Young Africans, mchezaji kutoka Mamelodi Sundowns ya pale South Africa, mchezaji wa timu ya taifa ya Namibia, mfungaji bora wa muda wote wa ligi ya South Africa mgeni, na mfungaji wa muda wote wa ligi ya South Africa kwa ujumla, bingwa mara 5 mfululizo pale South Africa, lakini pia moja kati ya mabingwa wa klabu bingwa Afrika, moja kati ya outstanding striker wa level ya Kiafrika kabisa. Ukisema kwa level tunasema ni class A player, anatua Young Africans. Nini tunaweza kusema kuhusiana na hili? Exact kabisa. Peter Shalulile ni mchezaji ambaye ametumika misimu 6 Mamelodi Sundowns. Ni mchezaji ambaye ana miaka 32, lakini ni moja ya mchezaji ambaye amecheza kwa mafanikio kulingana na takwimu zifuatazo. Kwanza, ukianza kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini, DStv League, kacheza michezo 201, magoli kafunga 92, lakini katoa assist 23. Lakini kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika, yani CAF Champions League, kwenye michezo 55 kahusika kwenye magoli 20 na katoa assist 4. Lakini kwenye mashindano ya ndani sasa, Nedbank Cup kama huku tunavyosemaga FA Cup, kwenye michezo 27 kachangia magoli 15 pamoja na assist 6. Lakini mashindano mengine ni MTN ya kule Afrika Kusini, kwenye michezo 19 kafunga magoli 4 na assist 1. What is player? Ni mchezaji ambaye anakupa kufunga, lakini pia anachangia timu pale asipofunga, kufunga magoli kupitia assist zake mbalimbali. Kuna baadhi ya watu wanajipa auheni, wanajaribu kujifariji mara baada ya kumfuatilia Shalulile na kushindwa kumsajili kama kawaida yao. Kila walichofanya kwa Pacome Zouzoua, kila ambacho walikifanya kwa Aziz Ki, kila ambacho walikifanya kwa Okello, na hicho wamekifanya kwa Shalulile, kuzengea mchezaji afu wenzao wanapita naye. Sasa wanajipa matumaini kwa Shalulile kwa sababu ya umri wake miaka 32, lakini pia takwimu zake za ligi msimu uliopita 2025-2026, mara baada ya kucheza mechi 13 na kufunga goli 4 peke yake, wanasema Shalulile ameisha. Je, tuwaache au tuwashtue? Tuwashtue. Shalulile hajaisha, ila ni uzembe, kwa sababu Simba alipeleka proposal kwa mara ya kwanza, lakini Yanga akawa ni mtu wa pili. Kwa hiyo Simba baada ya kufanya ule uzembe, kilichobakia kujitetea ni kwenye umri, kwa sababu kiangalia huyu mchezaji sio wa kwanza kucheza kwenye umri mkubwa hapa kwenye ngazi ya vilabu Afrika. Wapo wachezaji wengi waliokuwa na umri mkubwa. Kwa hiyo kigezo cha kusingizia umri ni kana kwamba Simba wamekosa kwa kujifichia. Walisia na ukweli ni kwamba watu ambao Mamelodi Sundowns walikuwa wanasugua bench. Kwa mfano unazungumza habari ya Rushan De Reuck, alikuwa bench pamoja na Shalulile. Lakini pia unazungumza habari ya Neo Maema, alikuwa bench pamoja na Shalulile. Tena hawa wakaweza kutolewa hata kwa mkopo na klabu yao, kuonesha kwamba klabu ilikuwa wahitaji wao zaidi kuliko ilivyokuwa na mhitaji Shalulile ambaye alibaki. Lakini hawa wamefika ligi kuu. Leo tukizungumza beki bora kabisa wa ligi kuu, tunamtamka Rushan De Reuck. Lakini tukizungumza takwimu pia za Neo Maema, unaona mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa tumaini ndani ya Simba Sports Club. Mpaka pale Simba aliposhindwa kumlipa mshahara na uhitaji, ameamua kwenda kutazama maisha mengine. Leo hii kama umeweza kuwakubali hao, unawezeje kukataa kwamba Shalulile anaweza kuja ndani ya ligi na akawasha moto kweli kweli? Hasa ukizingatia ndio hii ligi yetu ambayo Mbeya City wanaweza kaamua kutoa wachezaji wao 7 kikosi cha kwanza dhidi ya Yanga. Hii ndio ligi yetu ambayo tumeona timu kama Singida Black Stars wanakwenda kwenye mechi dhidi ya Yanga, wanaamua tu player wao wa first 11 hawaweki, wanaamua namchukua mchezaji ambaye mmeshuhudia siku zote akiwa anacheza winga, leo anacheza beki, wanaamua mtu ambaye anacheza namba 8, leo anacheza namba 5, mwezi siku tushashuhudia anacheza namba 5. Katika mechi kama hiyo Shalulile asikupige 10. Lazima kupige 10. Na Shalulile ni mchezaji ambaye amejitengenezea ufalme kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hamna siyemjua kupitia CAF, mashindano ya CAF, lakini pia kwenye DStv League ya Afrika Kusini. Kwa hiyo kuja huku Tanzania ni kama amekuja kutangaza watu wa Afrika Kusini ambao wanacheza kwenye vilabu mbalimbali waweze kumuona na waweze kupata exposure. Kwa hiyo niseme kwamba Simba walikuwa wanachaguo zuri sana, ila kwa kilichotokea ni kama wadisappoint mashabiki wao. Wataalamu wa mambo wanasema Mo na pesa zake na biashara zake, lakini JSM na Yanga yake.
Yaani katika sehemu ambayo tunataka tumwage maua kweli kweli ni sehemu hii. Mo amekuwa muda wote akifuatilia pesa yake ni shingapi ameweka ndani ya Simba na kulalamika juu ya pesa zake. Huku akishindwa kufanya sajili kubwa na ambazo zinaweza kuwasaidia Simba. Lakini tumeshuhudia mara kadhaa JSM akifanya sajili za kujimaliza. Kuna sajili ya Aziz Ki wakati inafanyika ilikuwa ni sajili ya kujimaliza kabisa. Lakini leo tunashuhudia tena anafanya sajili ya kujimaliza nyingine kwa Peter Shalulile. Moja kati ya sajili kubwa inakuja na anaonyesha kweli anataka furaha na Yanga. Na mwanzo kabisa wa ligi au tuseme mwanzo kabisa wa usajili tumeshuhudia wana Simba tayari wameingia ubaridi. Tuseme na tukubaliane na kauli ya Manara kwamba Yanga atachukua ubingwa wa Tanzania bara NBC kwa mpaka mwaka 2030. Kwa staili Yanga anachukua hata misimu 10 mfululizo. Kwanza leo tumesikiliza conference ya Yanga. Bajeti tu aliyotenga kufanya usajili ni bilioni 15 za Kitanzania. Yule Shalulile kachukulia kwa bilioni 1.8, yani bilioni 1 na milioni 800. Simba hatujui wametenga shingapi kwenye usajili, lakini inawezekana pesa ni kubwa, ila shida sasa wale wanaofanya usajili wanafuata wachezaji wenye quality. Hii ndio Simba ambayo unataka ipambane na Shalulile. Sasa hizi ipo kwenye majaribio, wamemleta Kopa. Kopa baba. Ukiangalia uwezo wake hata wachezaji wa Mbeya City wanaweza kumzidi. Na ndio kwa pale anafanya majaribio. Timu kubwa kama Simba kuendelea kufanya michezo ya namna hii kwenye sajili, lakini pia kuleta watu wa majaribio. Tunakumbuka Kamara alikuja kwa staili ya majaribio, baadaye akapita na baadaye hajatumika msimu mzima. Leo hii tunaona kwa michuano ya Kagame Cup wanamuita Kopa, anakuja anacheza pale anaruka. Katika mechi 2 Simba wametoa draw ya bila mechi zote. Aibu iliyoje kwa nchi, na wanaendelea kukusanya aibu ya namna hiyo. Tuseme na tukubaliane kwamba uongozi wa Simba Sports Club hauna malengo yoyote ya kuwasaidia wana Simba. Kwa kinachoendelea tunaweza tukawa na hitimisho kwamba huenda uongozi wa Simba unaangusha mashabiki wao. Kwa sababu gani? Hauwezi ukamtoa mchezaji mzuri ukaje ukaleta mchezaji wa majaribio, na huo mchezaji wa majaribio hana fitness, hana footwork nzuri, hana composure anapokuwa na mpira, lakini vile vile hana hata nguvu. Kwa hiyo ni kitu ambacho mashabiki wanakuja wanajiuliza, aidha amesajiliwa na kocha, kwa sababu Afrika Kusini na Botswana ni kama Tanzania na Zambia au Tanzania na Malawi. Kwa watu wengi wamekuja na maswali mengi kichwani kwao kwamba kama ni kocha anampanga, vipi benchi la ufundi linashauriana na kocha au wote wawili wanakubaliana? Kwa viashiria hivi vinaonyesha kuna shida kwenye usajili pamoja na management ya wachezaji. Tuliwahi kuzungumza hapa wazi dhahiri shairi kwamba uongozi wa Simba Sports Club kama utaendelea kuwa huu basi engineer atatamba sana. Of course. Unazungumza habari ya kijana mwenye umri mdogo, bado ana malengo makubwa, ana nguvu na experience kubwa ndani ya muda mfupi ya kwenda kutafuta wachezaji, na anafanya maamuzi kwa haraka, analeta wachezaji wakubwa ndani ya club. Kwa mfano anapofeli Peter Shalulile, hauwezi ukalamu uongozi. Lakini kesho na kesho kutwa tunazungumza habari ya Yanga, Young African Sports Club. Pale nani wana mastrika 3 wa kigeni. Yuko Depp ambaye tumeshaona msimu uliopita amefanya vizuri sana. Lakini pia tumeona Peter Shalulile analetwa hapo ndani. Lakini pia kuna striker ambaye amesajiliwa kutoka Uarabuni. Yes, amekuja. Wako hao ni 3 wa kigeni. Wote ni namba 9 typical. Nataka nikupe habari. Mzize naye amerudi. Angalia upande wa pili. Shida. Upande wa pili wao wamemsajili Dumbia. Ndio huyo tunaona miruko yake na mikimbio yake kama unavyoiona kwenye michuano. Lakini ukisema umtoe Dumbia acheze striker mwingine, anaingia Mwangosi baba. Anaingia Mwangosi. Hapo hamna striker. Mwalimu ametunyang'anya. Hamna striker. Unaweza ukazungumza kwamba timu ya Simba Sports Club are they serious? Hao viongozi wao wako serious, mwekezaji wao yuko serious. Kwa sababu unaweza kusema wewe mwekezaji unaweka hela zinapotea na wewe unasema unaendelea kuwa serious, unaendelea kuona hela yako inapotea. Nadhani viongozi wa Simba wana sehemu ambao wanatakiwa wajitafakari kama sio kukaa pembeni. Of course. Na wakiendelea kwa hiyo race, kuna uwezekano Yanga kaendelea kudominate kama Afrika Kusini ilivyokuwa Mamelodi. Aliweza kupenya kwa wale majanti wawili, yani Orlando Pirates pamoja na Kaizer Chiefs, kwa kutumia usajili, uwekezaji na umakini kwenye benchi. Hatimaye back to back ikachukua kombe mara 8. Lakini kwa waliokuwepo kipindi hicho kabla ya Mamelodi, hamna aliyeamini. Kwa hiyo tukiendelea kwa huu mfumo au Simba wakiendelea kwa huo mfumo wa kufanya usajili vizuri, mimi na uhakika Yanga anaweza kazidi kuchanua.
ingawa kuna mpinzani Azam, lakini bado Yanga atakuwa na nguvu kwa usajili ule wa Azam, jinsi walivyo serious. Msimu ujao nafasi ya pili kwa Simba ni ngumu, aanze kujitafuta ya 3 na ya 4, maana Singida nao wamesajili, kwa hiyo atakakaa ya 5 hapa au ya 4. Ni kweli, baada ya Singida, Azam, Simba, Yanga pale juu. Ni kweli. Labda Rust wamesema wanataka kuandaa comeback. Ndio. Comeback ambayo wana Simba nimesikia wanaitaka ni mbili. Either Faisal Toto ashuke pale Simba Sports Club au wamlete Kamara namba 6. Ndio. Nje hapo wana Simba waoni kwamba kuna comeback nyingine. Ukiangalia kidogo kwa Faisal, moja ambao alikuwa amesaini mikataba miaka 3 Azam kule, lakini kulikuwa na kipengele Yanga walikiweka kwamba wakimuuza 25% ya ile fedha inabidi wapewe Yanga, lakini kile kifungu kimeshaisha. Baada ya kuisha hicho kifungu, mkataba wa Faisal unaisha mwaka 2027, ambao mkataba ukiisha atakuwa na miaka 29. Lakini Simba wakikubali kumchukua Faisal sasa hivi, manake wana terminate yule mkataba, kitu ambacho kitagharimu pesa nyingi. Kwa hiyo wawe tayari kumchukua Faisal kwa ajili ya kufuta hii trending ya Yanga, au wamchukue huyo Kamara uliyesema, ambaye hatujui market value ikoje. Kama umeshindwa kumchukua Faisal kwa Kamara kambani. Kuna swali moja nataka nikuulize. Pesa ukwasi alionao Mo Dewji, tajiri wa Simba, ambayo ukizungumza Tanzania ni tajiri namba 1, Eastern Central Africa ni tajiri namba 1, lakini pia ni tajiri namba 1 kwa matajiri vijana Afrika kwa umri wake. Ile pesa angekuwa nayo GSM, nini kingetokea pale Yanga? Ni my guess. Nikasema Yanga ya GSM ambaye ana utajiri wa Mo, nilikuwa namuona Kamara anatuliza pale katikati, nilikuwa namuona Gilimgisha anatokea pembeni, nilikuwa namuona Ashuru anatokea pembeni, nilikuwa namuona mtu kama Mayele katika ubora wake wa sasa huu anatokea pale mbele, na nilikuwa naona namba 10 inatafutwa mtu kama Aziz Ki au zaidi anatokea namba 10, lakini huku nyuma huku ndo hatari tupu usiseme. Nilikuwa naona timu ya namna, lakini inaonekana kama Mo Dewji utajiri wake na ukwasi wake hausaidii Simba, na ndio maana wana Simba wanasema Mo na pesa zake JSM na Yanga yake. Ni kweli? Yeah, of course ni kweli. Naweza nikakutolea mfano. Wote tunaijua Man United, timu ambayo ilikuwa inachukua makombe back to back, mara ya mwisho 2013. Ile timu iliingia kwenye migogoro ya usajili. Mabosi wake kidogo akaanza kufinya kwenye usajili. Kulikuwa na tetesi kwamba kwa nini tusiwape Waarabu hii timu, tuone timu ambayo itakuwa tishio kama Man City, kama Newcastle. Kwa hii scenario ni sawa na kuja hapa Bongo useme ule utajiri wa Mo angekuwa nao GSM kwa mfano, angefanya nini? Sote tunajua Waarabu kiwapa timu inakuaje. Hata kama mchezaji atauzwa bilioni ngapi, wako lazi kuingia sokoni. Kwa hiyo tukubaliane na tukubali unyonge wa Simba mapema kwenye dirisha ya usajili, kama ilivyotokea madirisha 5 ya usajili huko nyuma, na tutarajie Simba kwenda kupoteza makombe. Kwa trending ninavyoendelea hii, kutokuwa serious na usajili, lakini vile vile viongozi kutobadilika ndani ya hiyo misimu 5, kwa sababu wanajifunza kutokana na makosa, lakini wamekataa kujifunza. Kuna uwezekano yule mwenye nacho akaendelea kutawala nje na ndani ya uwanja. Young Africans bingwa tena.